nafsi na sita, kila nikiamka siamini nachokiona. Vitisho ni vikali, mimi sielewi. Maisha magumu, nimeelemewa. Moses. Nani yuko hapa? Wala sio Moses. Sasa kama sio Moses, wewe ni nani? Sio lazima tujuane. Sasa wewe ni nani? Hapa nina sharti moja tu. Sharti? Sharti gani? Ukikubali kuacha kazi, nitakuponya macho yako, utaona tena. Ha? Kuacha kazi? Ndiyo. Sawa, mimi nina uhitaji wa kuona tena, nina uhitaji wa kuona. Na kama ni kuacha kazi, mimi nitaacha, nipo tayari. Naomba uniponye macho yangu tafadhali. Nahitaji kuweza kuona tena, niponye macho yangu. Moyo unaogopa, nafsi na sita, kila nikiamka siamini nachokiona. Kuna mgeni anakuja hapa kwangu. Njoo. Mazindo, for the name of Jesus, nigga. Ai, njoo. Nakuita njoo. Ai, napiga hapa tu, ni humu tu. Njoo. Odi kwa mganga? Hakuna odi, we njoo tu. Nishakuona. For the name of Jesus, nigga. Kijana. Karibu kijana. Ndio mganga, nimeshakaribia. Mbona nanuka sana uchafu wewe? Oge. Naoga mganga, naoga. Nakuona kijana. Mazi. Nishatambua shida yako. Nishajua. Ndio mganga. Sura kama mwiko. Mazi ndo. Nemodowa. Nemodowa. For the name of Jesus, nigga. Meza hata kama hakuna maji wewe. Eleza sasa.
Mimi nina shida kubwa kabisa. Nahitaji msaada wako. Na shida yangu, kuna mtu huwa ananisumbua sana, ni binti fulani hivi, sijui kama ni mzimu, jini, wala nini sielewi. Sasa anayasumbua maisha yangu sana kiasi kwamba mimi nakosa amani. Ndio maana nakuja kwako uweze kunisaidia mganga. Nahitaji msaada wako. Tafadhali nisaidie. Nisaidie? Ndio mganga, naomba uweze kunisaidia. Naiona shida ndogo sana kwangu. Kuna mtu anakuchezea. Kaza we. Nitakusaidia. Takupa dawa. Nastuka ni kaza. Limeisha hilo. Nitakupa dawa. Takupa dawa. Naelewa? Ndio nakuelewa. Fumba macho nikupe dawa. Nifumbe macho? Oski. Fumba macho. Sawa Fatuma. Nafumba mbele. Sasa ndugu yangu bwana, mimi nimesikia sifa zako nyingi hapa mtaani. Yaani nasikia huko kuna watu wanasema kwamba umeshachanganyikiwa. Mara aueleweki, ina maana wewe unakuwa mtu wa kustuka, mtu wa kulala nje, kulalamika ovyo, unakimbia. Sasa nashindwa kuelewa tatizo. Sijui nini ndio inakusumbua. Ndugu yangu, labda mimi tu nikwambie kitu. Mimi wala sijachanganyikiwa kabisa. Mimi akili yangu ipo timamu tu. Imekaa kichwani vizuri. Lakini mambo ambayo ninayokumbana nayo mimi, sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kaamini nikimuelezea. Yeah. Nakutana na changamoto kubwa sana ndugu yangu. Kuna mauzauza mengi ninayoyaona kwenye maisha yangu kiasi kwamba nashindwa kuelewa ni kwa sababu gani. Mimi sijui ni jini, mzimu, kama ni msukule, kama ni nafsi aina gani inaoniandama. Yaani inaniandama muda wote, nyakati zote, yaani na usiku, mchana, nini sielewi. Kiasi kwamba nakosa amani, sina raha, yaani sieleweki tena. Yaani ni hali ngumu sana ndugu yangu. Hiyo inaonekana tatizo kubwa kweli. Yaani sana. Sasa kwa nini usiende labda kwa mganga? Mara kwanza nilienda kwa mganga hivyo. Baada ya kwenda kwa mganga nifikiri labda naongea na mganga. Lakini baada ya muda yule mganga akabadilika, akawa ni yule mzimu anayeniandama mimi. Ndio maana hadi sasa hivi nasema kwa mganga mimi siwezi kwenda tena. Siwezi kwenda maana najua tu nitakutana naye. Kwa siwezi kabisa ndugu yangu. Ni kitu ambacho siwezi kabisa. Kitakachokuwa ndo hicho. Hiyo inaonekana big problem kweli. Sasa ndugu yangu, mimi naomba niachie mimi hilo swala nitalishughulikia. Nitajaribu kulifuatilia hilo swala nijue tutaishia wapi. Ndugu yangu, hilo swala uliwezi. Hauliwezi. Hilo swala ni gumu sana, ni zito sana. Uliwezi kabisa kikweli. Wewe usijali kuhusiana na hilo. Mimi nitajaribu kulitembelea na nitaweza kukusaidia endapo Mungu akijalia. Okay, poa. Mimi nimekusikia. Kama utajaribu pambana nalo na nitakushukuru ukilifanikisha. Maana nakosa raha, sina furaha kabisa. Sawa.
Nipandisha nguo hiyo. Kaza we, pandisha hapo. Oni bega hilo. Pandisha vizuri. Mazi. Karibu sana. Ongea sasa, ongea kusikiza. Mganga, mimi na matatizo. Mimi na ndugu yangu simuelewi kabisa, ni simuelewi, anashindwa kueleweka. Kwa sababu nikiwa naye yani nashindwa kumuelewa, yani mara anakimbia, mara analalamika, mara anastuka yani hashikiki na nahisi kama ameshachanganyikiwa mganga. Kwa hiyo nimekuja uweze kunisaidia rafiki yangu aweze kuwa sawa. Mimi nanuka, mbona funga sawa? Mimi nanuka. Hapana mganga. Chefu. Pole. Asante. Ndugu yako ana matatizo. Sema anayefanya kazi, kuna mtu anamchezea. Bosi wake ndo chanzo. Ampelekea jini huyu. Jini anamsumbua. Na kwa sasa hivi ndugu yako ameachishwa kazi. Ashafukuza, shalambwa. Na ndugu yako ili apone. Mbona nitazama? Mimi na sura mbaya. Fatuma. Haya, sikiliza. Ndugu yako ili apone, nenda kamlete hapa. Kama unahitaji apone. Mesti. Ndio mganga. Mlete hapa. Mazi. Nafanya mafuta. Nenda kamlete hapa. Sasa. Ni madawa. Moto. Madawa. Moto. Safi. Unasemaje? Mbona sawa? Mimi natoka maeneo huko, yani mazingira yamekaa vibaya, yani afisi mazingira na shida ya buku. Sasa nilikuwa huko, nilikuwa ngoja kwanza niende maeneo hapa kwa jamaa, labda naweza nikapata buku nini. Ni kweli kabisa, ni kweli. Sasa mimi sijaona buku sasa hivi kwa sababu bado natoka kwa mganga hapo. Kwa mganga? Ndio. Kwa mganga una shida gani? Kwa mganga kama gisi unavyojua matatizo ya yule ndugu yangu haeleweki kabisa. Huyu ambaye anafanya kazi kwa yule tajiri ambaye yuko nani mjini? Ndio huyo. Mara unamkuta majalalani, matatizo mengi, kwa ndio nilikuwa naenda kwa mganga ili aweze kumsaidia. Acha umefanya maamuzi mazuri sana. Unajua ulifikiria vizuri kwa sababu ndio kama anahangaika sana pale alipo. Anahangaika aisee. Ndio vizuri sana kwenda kwa mganga. Kwa sababu wewe ni mwanaume, hata mkono. Wewe ni mwanaume aisee. Ndio. Vima jambo. Unajua kama anahangaika sana. Kweli. Na amehangaika sana muda mrefu pale. Nikifika pale kipita jamaa kama analalamika hivi kama nini, kasema huyu jamaa amekuwa mweu. Ndio. Vipi watu wamefanya mazingira wamempa nini? Ulifanya vizuri kwenda kwa mganga aisee. Sasa mganga amesemaje huko? Huko nilikotoka mganga ameniambia kwamba niende nikamchukua ndugu yangu, alafu niweze kwenda naye kurejea naye kwake kwa mara nyingine. Ni jambo zuri sana. Ndio.